Mume wangu, tunakaribia mwisho wa mwezi na hapa nilipo nadaiwa hela ya kikoba kwenye kikundi nilikopa kule. Unafahamu kabisa ile shughuli yetu. Na hapa nilipo sina hata pesa ya kununua vipodozi vyangu mwenyewe binafsi. Naomba uniwezeshe mume wangu. Mama Ashura, natambua kwamba unahitaji pesa matumizi, lakini kwa sasa hivi mambo yangu hayajakaa vizuri. Mipango yangu imekaa vibaya. Kuna mchongo na usikizia mke wangu. Hivi unajua unanichekesha wewe mwanaume. Haiwezekani kila siku niambie mambo yako ya tiki. Mipango mara si imefeli. Mimi sikuelewi wewe. Kila nikikomba pesa unakuwa unanikimbia. Unaingia huku, unatokea kule. Hasa utegemea mimi hii pesa nani anipe? Unataka mtu mwingine akanionge, si ndio? Hapana mke wangu, sina maana hiyo kwamba mtu mwingine aende akakuonge. Kwa kweli mimi na wivu sana mapenzi. Lakini mke wangu, naomba basi uwe na subira kidogo. Kuna mchongo nimekwambia na usikizia. Unajua sisi wanaume, njia zetu za upataji wa pesa ni ngumu sana. Kwa hiyo nitapambana hivi ninavyokuambia mpaka jioni, basi walau nitapata chochote kitu. Yaani mpaka leo nashangaa hata ilikuwaje mpaka ukanioa. Yaani kwa kweli nashangaa. Maana kama mwanaume hauna mipango wewe. Nikwambie tu kitu kimoja, cha ushauri tu mume wangu. Wenzako wanamiliki pesa na siku zote pesa za utajiri zinakuwa na siri kubwa mume wangu. Mimi naomba utumie njia yoyote. Hata ikiwezekana nenda kaibe hata kazini kwako unapofanya huko. Iba pesa mume wangu tuweze kumiliki mali. Maanake maisha kama haya ukijifanya mstaarabu utaishia maskini tu. Ikiwezekana kama unaweza kaiba kwenye kampuni, iba ili mradi mimi tu nipendeze. Mke wangu, swala kuiba hilo ni wazo lingine baya. Mimi sidhani kama ni wazo zuri kabisa. Maana kwenda kuiba unaweza kujikuta unaingia hatiani, unakamatwa na polisi, unafungwa ndani. Mimi sidhani kama hilo ni wazo zuri mke wangu. Lakini mimi kama mwanaume nitaangalia njia nyingine ambayo itatusaidia siweze kupata pesa. Usijali mke wangu, nitalifanyia kazi hili swala. Nikupe tu angalizo mume wangu. Kama utashindwa kunimiliki mimi, basi niambie tu niondoke. Maana siwezi nikakaa mimi sehemu ambayo mwanaume hana mipango ya pesa. Kama hauwezi kunimiliki, maana mimi ni too expensive. Hauwezi kukaa na mimi kwenye mazingira kama haya. Inabidi utafute pesa. Tafuta pesa kwa nguvu yote. Sio unaniambia mimi si mipango imefeli. Mimi siwezi nikakuelewa. Na jioni ikifika hapa naomba uje na hela. Bila kuwa na hela hatuelewani hapa. Fanya namna yoyote mume wangu utakavyoweza, pambana utakavyoweza. Uje hata basi na mipango ambayo inaeleweka, nitakuelewa mimi. Basi sawa mke wangu, nitajitahidi, nitapambana leo. Wala nije hata nikosa pesa, nije na jibu la kueleweka basi mke wangu. Naomba basi nitoke hapa, nende nikapambane huko, niweze kutafuta pesa mke wangu. Bamutu Bakongo. Pokea muziki mzuri. Mr. Hernandez, vipi? Ule mpango wetu unaendaje? Ndugu yangu, nimtoa wasiwasi. Mambo yanaenda vizuri sana. Na mipango yetu ya kuzidi kuongeza wanachama wapya inazidi kwenda vizuri. Hapa ninavyokuambia hivi, natafuta mwanachama mpya wa kumuingiza kwenye chama chetu. Unajua utajiri sio mrahisi. Yaani ukiona mtu mpaka anakuwa tajiri basi unajua kuna siri kubwa nyuma yake. Na mimi ninavyoona tutaendelea kupata wanachama wapya na watajiunga katika chama chetu. Tuwe na uvumilivu na tuwe na mbinu ambazo zitakuwa ni shawishi za kuwafanya watu waje kwenye chama chetu. Manake kwa takwimu nilizozipata kwamba katika mji wetu sisi ndio tunaomiliki pesa nyingi. Hakuna mtu anayetufikia kwenye pesa. Cha kuongezea hapo ndugu yangu, inabidi tuongeze umakini. Manake unajua biashara yetu ya kuuza unga hii inahitaji tupate watu ambao ni waaminifu. Hata kama utapata kijana ambaye atakuwa ni supplier wetu, basi wewe ni mtu ambaye unamuelewa na unamwamini. Manake mwisho wa siku maaskari, mapolisi, hata serikali yenyewe ipo kinyume na sisi. Ikitokea tu wakaweza kusanukia tu, tumeingia katika matatizo mengine kabisa. Mpango ni ule ule rafiki yangu. Tunatafuta vijana ambao wanajitafuta au ambao hawana maisha. Afu wao ndio watakuwa ni watu ambao tutakuwa tunatumia kama chambo waweze kutufikishia mzigo wetu. Sisi hatuwezi kuonekana. Sisi ni mabig shark. Kwa wale madogo ndio watakao kuwa wanaingia kwenye msala. Hata ikitokea kikamatwa, hawezi akajua mmiliki wa ile kitu ni nani. Kwa hiyo ndio wasiwasi rafiki yangu. Inspector, mimi nilikuwa na wazo ili tuweze kufanikiwa na huu mpango wetu wa kuweza kuwanasa hawa mabwana wanaofanya biashara haramu na kuuza madawa. Inabidi tuwe na mpango mkakati mzuri. Maana inaonekana hawa watu mtandao wao ni mkubwa sana. Ila muda mwingine kama mambo hayaendi inabidi tutumie mbinu za kivita. Mimi nilikuwa na wazo moja. Kwa nini askari wetu mmoja asivue magonda yake, akavaa kiraia, alafu akaenda akajichanganya mtaani. Na yeye akajifanya kwamba ni mtu ambaye ni mteja wa kununua madawa. Ikitokea tukaweza kupata network yao, itakuwa rahisi kuwakamata. Au unaonaje hilo wazo? Wazo zuri sana kwa kweli. Afu mimi naona hiyo kazi inanifaa kabisa. Mimi naomba kwa ridhaa yako, kama itakupendeza, basi mimi naomba uniruhusu nivae kiraia, alafu mtanipa actual location niweze kwenda. Mimi nadhani itakuwa ndio njia rahisi ya kukamata mabwana. Itakuwa vyema kabisa, lakini kuwa makini, manake ni kazi ambayo ni hatari sana. Hao bwana wakiweza kushtukia, itakuwa ni mbaya zaidi, maana utakuwa umeharibu mpango wetu wote. Lakini kama hii mission utafanikiwa accomplish, ukifanikiwa kuwakamata wahalifu, basi kuna bonus ya marupurupu ya pesa na kupandishwa cheo utaipata. Kama uko tayari, mimi nitaenda kuongea na uongozi wa juu waweze kupatia ridhaa hiyo, uweze kuingia ujichanganye kama raia wa kawaida. Leo nimechelewa sana, lakini najua kwa muda huu
naweza nikapata kijana mmoja yoyote atakayekatiza katika mtaa huu, niweze kumshawishi basi aweze akafanya biashara yetu. Basi najua vijana wengi wana shida ya hela. Najua nikishamshawishi nikamwambia kama nitakupa bonus na vitu vingine, atakubali tu. Mimi najua kabisa hii kazi yangu itakwenda vizuri na nitapata kijana wa kusupply mzigo wetu. Anko, habari yako? Safi tu kijana, mambo vipi? Anko samani, mimi nilikuwa naulizia magari yako ya kwenda Mpigi Magoe unapandia sehemu gani? Maana mimi ni mgeni kidogo huko. Nadhani unaenda kile kituo cha mbele kidogo. Pale ndo kuna magari ya kwenda Mpigi Magoe. Basi nashukuru sana kangu. Acha mimi niondoke. Okay sawa, lakini kijana kabla hujaondoka, mimi ni tajiri, naitwa Mr. Hernandez. Nilikuwa natafuta vijana ambao ni waaminifu, wanaweza kufanya kazi. Hii kazi inahitaji watu ambao ni makini zaidi, na ni kazi ambayo malipo yake ni mazuri sana. Mimi wasiamini kwenye kupata kazi kirahisi kiasi hicho. Yaani wewe unijui, mimi sikujui, alafu tu nipatie kazi, tena kazi ya mamilioni ya pesa. Itakuwa ni kazi gani hiyo? Sitakuwa ni kazi haramu hiyo. Mimi sitaki kazi ya kuua watu au kazi ambayo itaniweka katika hali mbaya mimi. Kwa kweli hapana. Niko tayari hata niishi maisha yangu tu haya ya kawaida, lakini niwe na amani. Basi uamuzi ni wako kijana. Mimi siwezi kukulazimisha. Nishakupatia kodi. Kama umeshindwa kuielewa basi tatafuta kijana mwingine ambaye atakuwa na uhitaji. Lakini hii ni bahati ya mtende. Vijana wengi watafuta nafasi kama hizi. Ni kazi ambayo ungeifanya kwa muda mdogo na inakuingizia pesa nyingi. Unapata gari ya kutembelea kijana, unapata kila aina ya starehe unayotaka wewe. Kwa nini unakataa kazi kama hii? Lakini kama hauko willing basi wewe nisubiri kijana mwingine ambaye ana uhitaji wa kazi. Lakini na uhitaji wa pesa. Nikisema nikataa hili dili, mke wangu hatunielewa. Basi sawa, mimi niko tayari kufanya hiyo kazi. Hongera sana kijana. Umechagua upande sahihi na mimi nikuhakikishie tu kwamba utapata pesa nyingi, utakuwa na maisha mazuri. Basi naomba ifikapo jioni uje pale Kona Bar, tukutane pale. Mimi nitakuwa pale nikikusubiria. Ukifika pale nitakupatia maelekezo ya kazi na namna gani kazi yako utaifanya. Sawa? Lakini iwe jioni. Basi sawa, wacha nielekee Mpigi Magoe, baadaye basi jioni nitapitia hapo. Afande Michael, nadhani umeshajiandaa vizuri, si ndio? Ndio boss, niko vizuri. Naomba unipatie maelekezo. Vizuri sana. Michael, na taarifa njema kwako. Ofisi imekuteua uweze kwenda kufanya kazi ya upelelezi ya kwenda kuwakamata mabwana wanaofanya hii biashara haramu. Na wewe utakuwa kama raia wa kawaida. Ukajichanganye kama raia wa kawaida katika maeneo yote ya starehe. Kwenye maeneo ya kasino, maeneo ya hoteli, kwenye kumbi kubwa kubwa hizi inabidi uende. Manake biashara zao hizi huwa ndo zinafanyika sana kule. Na kwa sababu umevaa kiraia, sidhani kama itakuwa ni rahisi wao kuweza kugundua. Fanya kazi yako, fanya upelelezi, tuweze kupata data kamili, sawa? Basi sawa mkuu, mimi nitatekeleza wajibu wangu. Karibu sana kijana, nilipewa taarifa na Mr. Hernandez kwamba kuna kijana mmoja atakuja hapa kwa ajili ya kupatiwa kazi. Ndio wewe? Ndio mimi. Nikutana Mr. Hernandez pale akaniambia kuna kazi atanipatia. Akaniambia jioni nikutane hapa. Sasa nashangaa nimekuja na kukuta mtu mwingine kabisa. Basi safi sana. Kwanza nikutoa wasiwasi. Umefika sehemu salama na yule ambaye umeonana naye Mr. Hernandez, yule ndo big boss wetu. Basi sawa. Kazi yenyewe ni kazi gani? Maki nataka nijue haraka ili tuanze kuifanya. Basi mimi niko tayari kwa ajili ya kazi. Sisi tunafanya kazi ya kusambaza madawa. Tuna wateja wetu ambao ni special kabisa wanaokuja kuchukua madawa. I mean drugs. Kwa hiyo kama uko tayari kufanya hii kazi, itabidi usaini mkataba. Na ukisaini mkataba, inabidi sisi kama kampuni kwanza tukulipe pesa ya kuweza kukubali kusaini mkataba wetu. Na pale utakapohitimisha tu kusaini mkataba, tunakupatia shilingi milioni 5 na gari moja kwa ajili ya kufanya biashara yako vizuri kabisa. Utakuwa ukienda kusambaza mzigo kwa wateja wetu. Kwa hiyo kama ukiwa tayari uniambie nikupatie mkataba usaini na tutakuingizia milioni 5 hapo ulipo na utaondoka nyumbani ukiwa na gari yako. Basi ni sawa, mimi niko tayari kufanya kazi yoyote ili mradi niweze kupata pesa. Familia yangu inanitegemea mimi. Hata kama niyo kazi, mimi niko tayari kuifanya tu. Ila tahadhari kijana, inabidi uwe makini sana kwenye kazi yako, manake kosa moja utakaolifanya litakugharimu maisha yako. Basi usijali, mimi nitakuwa makini. Naomba unipatie mkataba huo nisaini, pia nikabidhi funguo ya gari na hiyo pesa, mimi nianze kazi mara moja. Kibasi sawa, naomba uketi hapo nikiona kuandalia mkataba hapo usaini, sawa? Mume wangu, unajua nashangaa, nimekuwa naangalia vitu vyangu kwenye begi langu humu. Nashangaa, nakuta kuna hela nyingi. Sijui ni hela za nani. Sijui kama ni hela za majini hizi. Mke wangu wewe ni muoga wewe. Sasa unacheka nini tena huyu? Unacheka nini sasa wewe? Mimi nakwambia kitu cha serious. Nimekuta kuna hela, tena hela zenyewe za kigeni. Hela inaonekana kama mfano wa dola hivi. Sijui za nani hizi.
Wala mke wangu, ondoa wasiwasi ya kusema kwamba hizo pesa ni za majini, wala sio za majini. Hizo ni pesa ambazo nimezipata mimi na nimekuletea mke wangu. Nimepata kazi mpya ambao sasa hivi inanifanya niwe na pesa nyingi. Ndio maana nimeamua kukuwekea hizo hela kama zawadi yako mke wangu. Ndo kazi gani hiyo? Mbona unakaa una pesa nyingi hivyo mume wangu? Isije kuwa ni kazi haramu hiyo. Umepata kazi gani? Mbona haujanishirikisha? Mke wangu, kuna msemo unaosema ukitaka kumla bata basi acha kumchunguza. Ukitaka kwanza kuchunguza kazi unayoifanya mke wangu, unaweza kukata tamaa. Mimi tu nimepambana ninavyoweza niweze kukuletea pesa. Si kwa nataka pesa, nimekuletea pesa mke wangu. Mambo ya kazi unayoifanya achana mimi. Mimi ndio najua nafanya kazi gani. Cha msingi tu hapa nyumbani niweze kuleta pesa. Na hapa ninavyokuambia hapa na kazi atakiwa nikapeleke mzigo wa watu. Kwa hiyo tuonane baadaye mke wangu. Hiyo pesa ni nyingi sana na mimi itakutosha kabisa. Lakini mume wangu, mimi naingiwa na wasiwasi na hii kazi uliyoifanya, maana ni kazi ya ghafla na umekuja na pesa nyingi. Isije kawa ni kazi ya haramu hiyo. Lakini kama ni kazi umeipata mume wangu, kama ni ya heri basi Mungu akakutangulie. Lakini kama sio ya heri basi akakupata kuepusha na mikono mibaya. Mimi nakupa kila baraka mume wangu, uko unapoenda kutafuta, urudi salama. Ngoja nitege hapa. Najua kwenye hii hoteli uwezo kukosa watu ambao wana pesa hapa. Maki ni hoteli kubwa ya 5 star hii. Lazima utapata watu ambao wana hela, wanaokufanya hizi biashara hizi. Hapa inabidi niwe makini. Manake kumtofautisha kati ya mnunuaji na askari ni ngumu sana. Mungu naomba niongoze. Niweze kupata mteja ambaye ni sahihi. Waiter, naomba unipatie wine moja hapa. Lakini naomba uniwekee kwenye hiyo meza huyo kijana alika pembeni. Naye naomba mwambie anachotaka kuagiza, aagize mimi nitamlipia. Sawa? Maana nataka nikae naye hapo chini tuongee biashara. Basi sawa bosi wangu, labda nikupatia wine gani? Ingependeza sana kama ungenipatia red wine, maana yake huwa naipenda sana. Na usisahau kunipatia glasi ambayo ina ice cube. Na pia huyo kijana mwambie aagize anachotaka yeye, mimi nitamlipia. Huyu jamaa vipi? Mbona anipungia mkono hata mimi sifahamani naye? Hatakuwa ni mteja nini? Maki vitu alivyoagiza ni vya bei kubwa kweli, mawaini si manini. Nikaa ni mtu mwenye pesa Ngoja nimsome kwanza yupoje, tufanye biashara, labda inawezekana akawa ni mteja. Karibu sana mteja, labda nikupatie kitu gani, kinywaji au chakula? Naomba unipatie hapo wine moja, alafu nipatie na makange. Itakuwa shilingi ngapi? Kijana, kuhusu swala la bei hata usijali, manake kuna mtu tayari kashakulipia. Kuna mtu kanilipia? Nani wewe kanilipia mimi? Mbona mimi nimekuja mwenyewe hapa, sijalipiwa na mtu yoyote? Kama hivyo ninavyokuambia, Big Boss kashalipia kila kitu hapo. Na ameniambia anataka aje asogee kwenye hiyo meza ili muongee si biashara. Kwa hiyo kuhusiana na mambo ya bili, wewe usijali, yeye atalipia kila kitu. Basi sawa. Vipi mwanangu? Mbona kama una wasiwasi fulani hivi? Hapana mwanangu, sema tu nimeona sura ngeni afu umenikazia macho kweli, lazima niwe na wasiwasi. Afu kicho nipa wasiwasi zaidi, umenilipia mpaka bili yangu. Yaani ndio maana mimi nimeshangaa. Mtu gani ambaye anifahamu afa analipia bili? Ondoa wasiwasi kijana, kuwa na amani. Naitwa Big Boss. Mimi hapa ni mfanyabiashara mkubwa sana. Na mimi nataka tuje tuongee biashara hapa, ndio maana nimekuita pembeni. Bwana sasa na huyu mteja huyu. Mbona kenda direct moja kwa moja? Samani, mimi sifanyi biashara aina yoyote. Mimi tu ni mteja kama wateja wengine tu hapa. Labda si unataka tufanye biashara gani? Manake mimi sikuelewi unavyosema tufanye biashara. Mimi sio mfanya biashara. Kijana, acha kuwa na wasiwasi kiasi hicho. Afu usiniogope. Mimi ni mteja kama mteja wengine. Najua unaelewa ninachokiongea hapa. Naomba unipatie kilo 2, nitakupatia milioni 5. Kumbe unamaanisha ngada. Basi sawa. Unao keshi au unalipa kwa simu? Mimi nitakupatia keshi, lakini kwanza nataka nifahamu hii biashara una muda gani nayo, na supplier wako unachukua mzigo kutoka sehemu gani? Bro, umekuja tufanye biashara. Sasa unaanza kunipeleza na supplier wangu wanaoniletea mzigo. Hiyo haina maana yoyote. Wewe unataka nikupatie mzigo, leta hela nikupatie mzigo. Mambo mengine achana nayo. Okay, tufanye kitu kimoja. Najua sio rahisi wewe kuniambia kila kitu unachokifanya au unatoa wapi mzigo wako. Lakini sikia, ukiweza kuniambia ukweli, nitakuongezea milioni 20. Kwa hiyo ukijumlisha na ile ambayo nilikwambia, utakuwa na milioni 30. Naomba uniambie ukweli. Huu mzigo unachukua kwa nani? Na nani ni supplier wako? Basi kama uko tayari kunitumia pesa yote, milioni 30, mimi nitakwambia ukweli, lakini naomba kitu kimoja. Usije ukaenda kumwambia mtu yote kama nilikupa hii taarifa. Na mimi nahitaji kupata usalama wangu. Usalama wangu utakuwaje? Je, nikikwambia afu kanigeuka au kama wewe ni mpelelezi au askari nitajuaje?
Ondoa wasiwasi kijana, mimi ni mtu ambaye ni makini sana na mimi nimefanya biashara kama nilivyotambulisha awali. Siwezi nikakufanyia huni aina yoyote, nataka tu niwafahamu hao supplier wako ili niwe naagiza mzigo mkubwa, ndo maana yangu kubwa. Sina maana yote mbaya. Wewe niambie tu supplier wako ni nani, basi mimi nitakuongezea pesa. Kumbe ni familia kabisa. Ndio nilikuwa na wasiwasi nikasema wewe unaweza kaa ni askari, kumbe ni familia. Basi sawa mwanangu, kama wewe ni mteja wetu basi haina haja nikufiche. Mimi mzigo mzima huu na uchukua kwa Mr. Hernandez. Ndio maana mimi amenifanya kama kijana wake wa kusupply huu mzigo. Vizuri sana. Na una muda gani kufanya hii biashara? Kusema ukweli mimi sina muda mrefu sana kwenye hii biashara. Mimi ni kijana mpya ambaye nimeletwa kwenye hiyo kampuni niweze kuwasaidia kuweza kuuza madawa kwa wateja wake binafsi, na sina muda mrefu sana. Safi sana kijana, safi sana. Nashukuru kwa kuweza kunipatia taarifa zote. Asante sana kijana kwa kuweza kunipatia taarifa zote kamili. Mimi naitwa Michael, ni askari mpelelezi na kuanzia sasa huko chini ya ulinzi. Hautaki kufanya chochote kile mpaka hapo utakapofika kituo cha polisi. Sawa? Kumbe ni askari. Naomba unisamehe jamani, naomba unisamehe. Mimi tu ni kibarua. Mimi sio muuzaji kabisa mwenyewe. Mwenye mzigo ni mtu mwingine.